Tukufu Rais na contingent yako yote enywa bandu baluya somono lako neshima ihongo sana khonywe omkofu wenyu khulangwa nende deputy president. Si kweli? Mumefurahi na mumefurahi kuja kwake president. Mimi nitakuwa kwa ufupi sana kwa ajili kama mmemsikiza Moses Masika Weta Speaker mumuhudi siyo bulai muliro luya ilo sasa iyo niyo injira manyira abantu benya banji shiba manyira kusoma mbayo kwa siasa ikuta sichira siasa si hasa kwenye mundu umanyire sana lakini no muri siye musali ya Mudavadi mahandi witsolirisiye papa wa Roma noli no buchezisho manya wa kutsitsanga fwe kwa khara Ruto kunyana kumuraka kweli chinja kwa mikono chenye ikulendo lekho. Rais, sisi watu wa Western tutatembea na wewe, and we are united on that, and there is no argument, there is no debate, and there is no conditions. Rais, hatuna conditions zozote tutakupa wewe, unatutumikia bure, unakuja hapa unakaa na sisi kwa hiari yako wewe mwenyewe, na sisi tutasimama na wewe. Nataka kwa ufupi, kwanza nataka kumshukuru ambaye anayeongoza hiki kiwanda. Amefanya kazi kubwa sana, na nilisikia mheshimiwa akiuliza anataka kujua pesa zilitoka wapi. Mheshimiwa hapa bandu befu nodi nende likofi no mundu bana akhurere likofi lyo khurunga waambreba pesa kado ini yalish keraga karuka mkoma macheni. Na mimi nataka kumshukuru Rais kwa yale maneno alisema, mambo matatu, na ndio amefanya siku ya leo sisi tuko hapa. Na pia Rais, nataka kukumbusha tu ya kwamba sisi kama viongozi wa wafanyikazi tulimpa anayeongoza hiki kiwanda miaka 2 na sasa imekwisha without an issue of unionization. Kwa ajili tunajua wale wafanyikazi wa zamani waliokuwa hapa, wengine bado wako katika nyumba za company, hawakulipwa chochote na wanangojea pia pesa zao. Na hii ikikwisha ya wakulima pia polepole utembee vile unavyotembea hivyo, tumalizane na wale wafanyikazi. Pili, wewe mwaka 2023 ulikuja kule Geneva uka-address the International Labour Conference, ukaweka mapu ya Kenya top ya ulimwengu yote mzima, kwa ajili hakuna rais wote wa Kenya ameshafika huko, na ukatoa sheria za kiulimwengu za kiwafanyikazi. Na pia tutamsihi baada ya hii miaka 2 tuliyompa atakubaliana na bwana Francis Wangara ambaye anaongoza chama cha wafanyikazi wa sukari na miwa, waingiliane, wawe na mjadala wa kuwalinda wale wafanyikazi wanakuja hapa. Hiyo ni sheria ya kimataifa. Jambo lingine nataka kukusia Rais, sisi tukiwa wafanyikazi tunakupenda kwa ajili wewe mwenyewe una haja ya kutengeneza ajira kwa nchi hii. Mipango uko nayo katika viwanda vya sukari itaongeza wafanyikazi wengi sana, vile ulivyotusaidia katika Wizara ya Elimu kuajiri walimu wengi na unazidi kuwapatia kazi. Hiyo tunakushukuru na tutasimama na wewe. Hata viongozi wa vyama vya walimu watasimama na wewe. Tunajua mwaka uliopita ulikuwa mwaka mgumu sana upande wa nyongeza za mishahara. Watu wetu wengi haswa kutoka katika public service unions walikuwa barabarani. Sisi kama viongozi wa wafanyikazi tutashirikiana na wewe tuone ya kwamba kama kuna njia yoyote ile pia wanasaidiwa ili
wafanye kazi kwa ku make sure that we spur economic growth of our country and employ more people. Mwisho rais, wewe ukikaa ujue there is a lot of attack katika serikali, kuanzia kwa executive ambako wewe mwenyewe huko, na pia nataka kuambia hawa nyo mwaka ulira mahuwa kasha omundu nabola mahuwa kasha shomula mungo mukhono shashi khole kasita omukhana wenyu ni usinjirire sha mwaluza abandu bamwinjirire mu office Nairobi iliya mwana mukhana huyo waziri huyo ne abana abandu barumirwe okusyo khumukoya Asia neliyelile bwene lechirili efwefwe abandu bopande buno tawe neliyeli abandu bemukulu nembole ndio mmanyire kali kariyo shokulenjera mmakhwa shaifanyi kazi. Sisi tunakatwa pesa mingi, wewe jiandikishe kwanza. Mimi nakaa kwa hiyo board na ninajua iko pesa mingi imetengwa na wakubwa wanakatwa pesa nyingi, na wewe mdogo unaambiwa SHA haifanyi kazi, na yuko universal health care ambayo itasaidia wewe hata kama ufanyi kazi. Na lazima tuunge hiyo mkono na mjiandikishe. NSSF, mimi nimekaa kwa hiyo board, nilikaa ikiwa na portfolio ya 26 billion, sasa iko karibu 1 trillion. Hiyo ni pesa ya wafanyikazi. Na wabunge mnataka mjue, NSSF hawezi kutoa pesa yake kwa miradi kufanya hii. Wakati kijana yako ataretire, akienda kuuliza pesa zake ambiwe hakuna pesa, utasema unaona hii serikali ya William Ruto, serikali ile ya mpesa kama huli bemirimo. Kwa hivyo NSSF muiwache kando. Hiyo na akiba ya wale wafanyikazi, na tumeongeza. Mtu sasa akitoka huko hatoki na shilingi 40,000, 20,000. Hivi karibuni itakuwa pension scheme kwa wale watu wanaoacha kazi, wapata pesa zao mpaka siku ile Mungu atawatoa duniani. Na hiyo ni mipango ya William Samoei Ruto. Nikimaliza nataka kuambia hivi, ni lazima tusaidie William kwa mambo yake ya kiserikali, kulinda wale wafanyikazi wa polisi, kulinda wale watu wa security agencies, kwa ajili watu wakiwapiga ovyo ovyo, adui wetu wataona sisi hatuna jeshi, na wale wanapiga hawa wana nia yao mbovu. Na sisi bwana rais, matata ikitokea ni mfanyikazi, mama, mtoto ndio tutakimbia. Na tutakimbia tukienda wapi? Tukienda Uganda kulikuwa na moto huko, tutaenda wapi? Na mimi nataka kuwasihi, mwaka wa 2007 nilisema tuangalie katiba ili tumpe masharti president yeyote anaretire. Watu wakasema watu wale anataka kuongeza Uhuru Kenyatta miaka sijui nini. Haikukuwa hivyo. Mkimuacha loose, anaanza kusema you young people msimame, rise up, protect your properties. Young people wana properties gani ya kuprotect? Badala ya yeye kusema nyinyi msisaidie mali yangu isichukuliwe, ana wasiwasi na mali yake. Mimi sitaki kusema sana, lakini mimi naambia kwa ajili sifichi na siogopi, na nyinyi mjue hivyo. Msimame na rais, msimame na Wycliffe Ambeto Oparanya, Wycliffe Musalia Mudavadi, Moses Wetangula. Wameona mbele na barasa wenu wa hapa. Nemara bwena ushobro bulai. Tuende hivyo paka 2027, paka 2032. Tunajua pahali tunaenda. Nyasaye mlinde. Shanti sana. Bas